إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله أحبنا بالله، ndugu zangu katika iman, ndugu zangu katika aqida, nukta ya kwanza baada ya hamdala, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nukta ya tatu ni kuchukua jukumu katika Ijumaa ya leo kukuhusieni bila ya kuisahau nafsi yangu katika kadhia nzima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, usia huu ndiyo usia ambao walikuwa wakihusiana watu wa mwanzo, na ndiyo usia ambao tunaotakikana kuhusiana watu wa zama hizi. Alwasiyatu bittaqwa Allah, usia wa kumcha Allah jalla fi'ala. Ndugu zangu katika imani, kwani jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndilo lililopelekea watu kuumbwa katika dunia hii, ndiyo lililopelekea sisi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuumba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini wala wanadamu isipokuwa lengo kubwa, ndugu zangu katika imani, lengo ni waweze kuniabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo jambo ambalo lililopelekea Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuumba. Kadhalika na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuna faida kubwa sana, ndugu zangu katika imani. Jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo lina faida kubwa. Miongoni mwa faida yake ni kupata mwisho uliokuwa mwema. Kadhalika kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anavyosema, wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema uko katika kumcha Allah. Mwisho uliokuwa mzuri unapatikana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, amma maudhuna leo, maudhui ya leo ambayo tutaupenda tukumbushane, maudhui ya leo katika Ijumaa yetu ya leo tutapenda tukumbushane kunako swala zima la khuturat almughalat fi almuhur, khuturatu almughalat fi almuhuri, uhatari na ubaya wa kupandisha mahari, uhatari wa kupandisha mahari. Ndugu zangu katika imani, ibana billah, tutaona namna gani jambo zima la mahari ilivyokuwa imepanda, au jambo la kupandisha mahari ubaya wake na madhara yake katika mujtama wa Kiislamu. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, la shakka anna zawaji daruratu min daruriyati alhaya, hakuna shaka ndugu zangu, kila mmoja anajua kuwa jambo la kuoa ni dharura miongoni mwa dharura za maisha ya duniani, ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Idh bihi tahsulu almasalihu ad-dini wad-dunya, wakati ambapo jambo la kuoa ndipo hupatikana maslahi ya dini kadhalika na maslahi ya dunia. Wayahsulu bihi al-irtibatu baina an-nas, na jambo zima la kuoa ndilo jambo linalopatikana kwa kupitia jambo hilo mafungamano ya watu. Ndugu zangu katika imani, jambo la kuoa ndilo linalosababisha mafungamano baina ya mtu na mtu, wa bisababihi tahsulu almawadda wattarahum, na kwa sababu ya kuoana hupatikana mapenzi na kuhurumiana. Wayaskunu zawju ila zawjati, na mume anatulia kwa mke wake, na mwanamume ndipo anapata utulivu kwa mume wake. Wazawjatu ila zawjiha, kadhalika na mke hupata utulivu kwa mume wake. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa min ayatihi, na miongoni mwa dalili za uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala,
an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kile kitendo cha kukuumbieni nyinyi wanamume kutoka katika nafsi zenu wake, ni kile kitendo cha kukuumbieni nyinyi wanamume wanawake. Lengo ni nini? Litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu kwa hao wanawake, ili muweze kupata sakina, muweze kupata utulivu kwa hao wanawake. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na amejalia baina yenu mapenzi na kuhurumiana. Amejalia kati ya mwanamume na mwanamke mapenzi na kuhurumiana. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika jambo hilo ndugu zangu ni dalili kubwa kwa watu ambao wenye kutafakari. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, wa bitazwiji yahsulu takfiru an-nasl al-mandub ila talabi, ndugu zangu katika imani, na kwa sababu ya kuoana ndipo kinapatikana kizazi kinachotakiwa, kizazi cha sawasawa. Ndugu zangu katika imani, sababu ya kuoana ndiyo inapelekea kipatikane kizazi ambacho ni sahihi. Ndoa peke yake ndiyo inapelekea upatikanaji wa kizazi kilichokuwa sahihi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tazawwaju wadudan waluda fa inni mukathirun bikumul umam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, oweni wanawake wadogo wadogo wenye mapenzi, kadhalika na wenye kuzaa, hakika mimi ni mwenye kujifakharisha kwenu nyinyi katika nyumati zingine. Kwa ndugu zangu katika imani, swala zima la nasl as-saliha, kizazi kilichokuwa bora, kizazi ambacho ni sahihi, kinapatikana kwa masala ya tazwiji, masala ya watu kuoana. Ndugu zangu katika imani, wa kama anna nikah, kama ilivyokuwa jambo zima la kuoana sunnati khatamin nabiyyin, ni sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadhalika ni sunna ya manabii wengine. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, katika jambo zima la kuoa imtithalu amrillah, ni kuna kutekeleza amri ya Allah. Swala zima la kuoa kuna kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam pale mtume aliposema, ya mashara shabab, enye kundi la vijana, man istata'a minkum albaa falyatazawwaj, yule ambaye atakayekuwa anaweza baa, akawa ana uwezo wa kulipa mahari, kadhalika akawa ana uwezo wa kindoa, basi na aoe. Kwa ndugu zangu katika imani, aliyooa katekeleza amri ya Allah, kadhalika na amri ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, laqad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tukirudi katika pointi yetu kubwa ambayo maudhui yetu ni ubaya wa kupandisha mahari, ubaya wa kufanya mahari katika ndoa kuwa kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hakika akapendekeza fi takhfifi sadaqa, kupunguza mahari, kufanya mahari ya wenye kuoana iwe ni ndogo, kufanya mahari ya wenye kuoana iwe ni ndogo. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, khairu sadaqin aisaruha, sadaka iliyokuwa bora ni ile iliyokuwa ni nyepesi. Sadaka iliyokuwa bora ni ile ambaye haiwezi kumshinda mwanamume. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, tufahamu ndugu zangu katika imani, hakika katika masharti ambayo ya kufanya uweze kumwozesha mwanamume, masharti ambayo yanayotakiwa wewe baba wa binti uweze kumwozesha mwanamume, ni haya aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Mtume, idha khataba ilaykum man tardawna dina, atakapochumbia kwenu nyinyi yule ambaye dini yake inakuridhisheni, wa khuluqa, na tabia yake inakuridhisheni, fazawijuhu, muozesheni. Ndugu zangu katika imani, fazawijuhu, muozesheni ndugu zangu katika imani. Illa taf'alu, kama hamkufanya hivyo, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kutakuwa na fitna iliyokuwa kubwa duniani na uovu uliokuwa mpana. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka masharti mawili tu ya mwanamume kukubaliwa kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka masharti mawili ya mwanamume kukubaliwa kuoa. Ni jambo la kwanza ni mwanamume dini yake iwe na kuridhisha wewe baba wa mtoto, dini yake iwe na kuridhisha wewe baba wa mtoto, kadhalika na tabia yake iwe na kuridhisha wewe baba wa mtoto. Hivi ndio vitu viwili ambavyo mwanamume akiwa amekuja kuchumbia kwa mtu na akawa amekosa kimoja
hivi ndivyo itakavyopelekea mwanamume arejeshwe, mwanamume arudishwe. Ikiwa mwanamume aliyekuja kuchumbia kwako akawa dini hakuna, kadhalika na tabia ikawa hakuna, hapo haya mambo mawili ndiyo yatakayopelekea mwanamume, ndugu zangu katika imani, aweze kurejeshwa. Kwa sababu waja sallallahu alaihi wasallam, na tufahamu wenye waja wa Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwozesha mwanamke ala rajulin faqir, mtu aliyekuwa ni maskini sana, laysa indahu shay min mal, alikuwa hana chochote katika mali. Laysa indahu shay min mal, alikuwa hana chochote katika mali, bali alimwozesha bima ma'ahu min alquran, kwa kile alichokuwa nacho katika Qur'an. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwozesha mtu ambaye aliyemwambia iltamisu walau bi khatamin hadid, nenda katafute walau pete ya chuma. Baada ya kumjia mwanamke akawa amemwambia, mimi nimetoa nafsi yangu kwako wewe Mtume, naomba unioe. Mtume akawa hajampenda mwanamke yule, hajaridhika naye. Kajitokeza sahaba akamwambia, ya Rasulullah, naomba uniozeshe mimi, naomba uniozeshe mimi. Mtume akamwambia, lau nikuozesha unacho cha kumpa katika mahari? Sahaba yule anasema, sina isipokuwa ni hichi kikoi nilichokuwa nimevaa. Mtume akamwambia, ikiwa utatoa kikoi, wewe utabakia na nini? Utabakia katika mazingira gani? Yule mtu akawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, iltamisu walau bi khatamin hadid, basi nenda katafute walau pete ya chuma. Hiyo ndio itakuwa ni mahari baina yako na baina ya mwanamke huyu. Mwanamume yule akaenda kuhangaika, akaenda kutafuta huku na huku, akawa amekosa pete ile ya chuma, akawa amekosa pete ya chuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sauzawijuka bima ma'aka min alquran, nitakuozesha kwa kile ulichonacho katika Qur'an. Na hii ni dalilun wadih wa dalilun saraha ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumrejesha mtu katika zama zake, au hakuna aliyorejeshwa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam eti mahari yake ni ndogo. Jambo hili pia ni katika bid'a, jambo hili ni katika uzushi ambao mashekhe wameukalia kimya, ni katika bid'a ambao maduati wameukalia kimya, kwa sababu mushkila huu unapatikana hata kwa maduati. Ni bid'a ambayo iliyozushwa, katika bid'a ambazo hazizungumzwi na hazisemi, ni mtu kurejeshwa mahari, kwamba kile alichokuwa nacho hakijatosha. Jambo hili halikutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huwa tunasema yeyote daiyan atuletee nasu sariha inaonyesha kwamba kuna mtu alirejeshwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam eti kiwango chake cha mahari hakikutimia. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, ama leo faqad asbaha iqdu zawjiyya tijara, limekuwa jambo zima la kuozesha, jambo la kuozesha limekuwa ni biashara. Watu wanapatana mahari kama wanavyopatana biashara. Una shilingi ngapi? Na shilingi kadhaa. Hizo hazitoshi, ongeza. Basi naongeza hizi, anakwambia ongeza kidogo. Hizo hazitoshi, ongeza. Yani ndoa leo imekuwa kama tijara, imekuwa kama biashara. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yeye kuoa na kuozesha binti zake hazikuzidi auki ya 12, hazikuzidi auki ya 12, ambazo ni pesa kidogo sana. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama angekuwa ni mtu wa kuoa mahari nyingi, angeoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama angekuwa ni mtu wa kuozesha mahari nyingi, angeozesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameozesha watu binalain, ameozesha watu kwa ndala mbili, kwa viatu. Ndugu zangu katika imani, Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah akawa amesema kwa hadithi hii inaonyesha kwamba mahari sio lazima ziwe pesa tu, mahari sio lazima mali. Chochote chenye thamani yafaa mtu kuozeshwa nacho, chochote chenye thamani yafaa mtu kuozeshwa. Lakini leo nimefahamu, usipokuwa na pesa hauozeshwi, bali leo imekuwa pesa, ukishalipa pesa na unaambiwa utoe nguo. Baada ya kutoa nguo umeambiwa utoe chumvi, baada ya kutoa chumvi umeambiwa utoe hela ya kufunikia mahari. Mambo yamekuwa mengi ndugu zangu katika imani. Leo nikah asbahat tijara, ndoa leo zimekuwa ni biashara. Ndugu zangu, si kwa shekhe wala maamuma, si kwa shekhe kwa nani, wote an-nikah asbahat tijara, ndoa zimekuwa biashara. Jambo ambalo ndugu zangu katika imani limepelekea fasadun adhim, limepelekea uovu mkubwa.
hata asbaha shababu almuslimin, mpaka amefikia pahala wa vijana wa Kiislamu ayasu, wamekata tamaa jambo zima la kuoa. Vijana wameona kama kwamba jambo la kuoa ni jambo haliwezekani, ni jambo haliwezekani kwa wao. Anafikiria yeye mwenyewe 200,000 za kwake hajawahi kuzishika, alafu anaenda anaambiwa 1.5 milioni, anaambiwa 2 milioni, anaambiwa 3 milioni. Nasallallahu salamata wal afia, jambo ambalo limpelekea vijana wukuu fi zina, kuingia katika mambo ya uzinifu, kuingia katika mambo ya zina. Kijana anatamani awe na mke, lakini akifikiria jambo la kuoa lazima kwa uchache 2 milioni 3 zikatike. Aandaye maandalizi ya kitanda, aandaye mazingira ya chumba chake anapomfikishia binti, kadhalika mahari akaambia 1.5 milioni. Anaona kana kwamba hakuna uzito, anaona kana kwamba kwake yeye haiwezekani. Kwa kinachopelekea ni nini? Ni kuingia vijana katika masala ya zina, kuingia vijana katika masala ya maasi, wanakuwa wanakogotana, wanaishi mwanamume na mwanamke bila ndoa. Leo ndio hali imekuwa ni ya kawaida, mwanamume na mwanamke kuishi bila ndoa, miaka 2 wakiwa wanazini, miaka 3 wakiwa wanazini, na baba anajua wa binti wanashughuliki, baba wa binti anajua hashiriki. Yote haya yamesababisha na nini? Almughalatu fil muhur. Jambo zima la mahari kuwa juu, ndugu zangu katika imani, jambo la kupandisha mahari hili limepelekea fasadi na adhima, limepelekea maharibiko makubwa, ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani. Na hii ndugu zangu katika imani imepelekea ndoa kukosa baraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu sadaqa aisaruha, mahari iliyokuwa bora, mahari iliyokuwa bora, mahari yenye baraka ni ile iliyokuwa nyepesi. Maana yake ikiwa mahari ina baraka na ndoa inakuwa ina baraka, ndugu zangu katika imani, na ndoa inakuwa na baraka, ndugu zangu katika imani. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume anasema man ghashana falaysa minna, man ghashana falaysa minna, yule atakayetufanyia ghishi, yule atakayetufanyia udanganyifu, huyo hayuko na sisi, ndugu zangu katika imani. Leo kumekuwa kuna ghishi, kuna udanganyifu katika jambo zima la kupokea mahari. Unadanganywa mwanamume kana kwamba njoo upatane na binti, njoo upatane na mchumba wako, hali ya kuwa usiku kabla ya kwenda tayari binti kashakana mama yake. Mama yake akamwambia, mwanangu, kesho mchumba wako anakuja mpatane, mwanangu, kesho mchumba wako anakuja mpatane, na kuhusia mahari isizidi 1.5 milioni, na wala isipungue. Ama mahari ikipungua, mimi sitoshiriki ndoa. Leo mwanangu, angalia, unatakiwa uolewe uende na vyombo, mwanangu, unatakiwa uolewe ununuliwe nguo, leo unatakiwa uolewe iandaliwe sherehe kubwa. Vipi tutaweza kuandaa sherehe hali ya kuwa kwa mahari kidogo hicho tunachodai? Kwa ndugu zangu katika imani, mwanamume unaenda unahisi kana kwamba unaenda kupatana na binti, na hali ya kuwa binti alishawekewa mawqif, ashawekewa msimamo kwamba mahari isizidi kiasi hichi. Kwa hii ni ghish, hii ni udanganyifu, na mabuni ala al-ghish, kilichojengeka katika ghish, ndugu zangu katika imani, lazima kiwe kina maharibiko. Kilichojengeka katika uongo hakina mafanikio. Ndio maana ndoa leo, ndugu zangu katika imani, haziishi migogoro, ndoa leo haziishi matatizo, ndoa leo haziishi shida, kwa sababu msingi wake umejengeka na uongo, msingi wake umejengeka na kadhib. Ndugu zangu katika imani, laiti kwamba mabinti wangeachiwa hurun, wangeachiwa huru, waweze kupatana mahari wao wenyewe bila ya kubanwa na wazazi wao, bila ya kubanwa na wazazi wao, mahari zingekuwa kiwango cha chini sana. Kwa sababu binti anapokuwa kashampenda mwanamume na akahitajia mwanamume huyu amuoe, basi yuko tayari kuolewa na pesa yoyote. Lakini shida inakuja ni upande wa wazazi, wazazi wasiomtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wazazi wasiojitambua, ndugu zangu katika imani, wanaingilia jambo la mahari. Nakumbuka ewe mzazi, tambua ewe mzazi, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kuingilia mahari ni kana kwamba unajikashifu, kana kwamba unajitukana, kwa sababu Mtume swalla sallam anasema mahali ndio zinahalalisha tupu, zinahalalisha mwanamume kumwingilia mwanamke. Kwa mama au baba kuingilia jambo zima la mahari, huku ni kujitukana, bali mpe fursa binti yako aweze kuwa huru katika kupatanisha mahari yake. Na kadhalika pia una nafasi ya kumuhusia binti yako amche Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo zima la mahari, kwani Mtume swalla sallam anasema khairu sadaqa aisaruha, mahari yenye baraka
Mahari ambayo ina baraka ni ile ambayo ni nyepesi, ambayo haiwezi kumshinda mwanamume. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin, thumma salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachukua jukumu la kukuhusieni bila ya kuisahau nafsi yangu kunako jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu ya leo tunakumbushana ubaya na madhara ya kupandisha mahari. Ndugu zangu katika imani, jambo la mughalati al-muhur, jambo la kumahari kupanda, leo limekuwa ni ada kwa Waislamu, na malasafu shadid mashekhe na maduati jambo hili wamelikalia kimya, kwa sababu pia jambo hili na wao wenyewe mtihani unawakuta. Jambo hili la mahari kuwa juu si kwa maamuma wala si kwa shekhe, ukienda utalikuta ndugu zangu katika imani, lakini jambo hili ni jambo baya. Jambo hili ndugu zangu katika imani ni katika sababu min asbabi intisharu zina, ni katika sababu ya kusambaa zina. Jambo la mahari kuwa juu ni sababu la uzinifu kuongezeka. Ndugu zangu katika imani, vijana wa Kiislamu wanashindwa kuoa kwa sababu ya hali nzima ya uchumi na kiwango cha mahari kilivyokuwa kimekuwa kikubwa, jambo ambalo linapelekea watumie njia ya shortcut, jambo ambalo linapelekea watumie njia fupi. Na leo malasafu shadid, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna min ashrati as-sa'a, kwa hakika miongoni mwa dalili za kiyama, an yurfa al-ilm, ni elimu ya dini kuondoka, wa yathbutu al-jahl, na ujinga utaongezeka, wa yakthuru zina, na uzinifu utaongezeka. Leo ndugu zangu katika imani, jambo la uzinifu ni jambo la kawaida. Akitokea kijana wa Kiislamu akamzini binti na akampa ujauzito, hapo ndipo kwa wazazi wanasimama kidete kwenda kumbembeleza yule kijana aje amuoe binti yao walau kwa mahari ya kawaida, aje amuoe binti yao walau kwa mahari chache. Lakini kijana akienda katika njia ya sawasawa, njia ambayo ni ya kisheria, kijana huyu anawekewa vikwazo, anawekewa mambo mengi ambayo mengineyo hayapo katika sheria, mengineyo hayapo katika dini. Ndugu zangu katika imani, bali yamezushwa na yameingizwa katika dini ya mambo ambayo hayapo. Katika swala zima la mahari, kinachoangaliwa ni kile kiwango tu ambacho wewe na binti mnakubaliana. Ama mambo si ya nguo ya mzee, ama mambo si ya bukosha, ama mambo si ya nini. Mambo haya yote ni mambo ya Kiyahudi. Ndugu zangu katika imani, ni mambo ambayo haya yamewekwa na wasiokuwa Waislamu na si katika mila ya Uislamu. Na Allah anasema, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa, yule atakayeacha mila ya Ibrahim ni yule ambaye kaifanya nafsi yake kuwa pumbavu. Kwa vimewekwa vitu ambavyo si katika dini na vimepewa kipaumbele. Ndugu zangu imani, vyote hivi vimepelekea ila mughalati al-muhur, jambo la mahari kuwa juu. Jambo la mahari kuwa juu, utaambiwa kuna kanzu ya baba, kuna nguo ya bibi, kadhalika sijui kuna hela ya ushahidi, kadhalika sijui kuna hela ya kitambaa ambayo kile kitambaa kinatakiwa kifunge mahari. Mambo haya kwa bahati mbaya unayakuta hata katika nyumba za watu wanaojiita wao ni Waislamu, unakuta katika nyumba za watu wanaojiita wao ni watu wa sunna, unayakuta mambo haya. Upuzi kama huu unaukuta katika nyumba za watu ambao wanajifaharisha kwamba wao ni watu wa sunna, eti kwamba kitambaa, baba anahitajia nguo, si mama anahitajia nguo, bado anatakiwa umvike na bibi yake, si umvike na babu yake. Haya mambo yako wapi katika dini? Kilichoangaliwa ni sadaqa, ni mahari. Allah anasema, wapeni wanawake mahari zao, wapewe wanawake mahari zao. Haya mambo ya nguo ya bibi, kijana huyu mwenye kuoa akijisikia mwenyewe kumvika bibi wa binti, hii ni khiari yake. Akijisikia yeye amvike baba wa binti, hii ni khiari yake. Lakini asiwekewe sharti kwamba wewe ili tukuozeshe lazima umvike baba wa binti, lazima umvike mama wa binti, bali kijana wajibu uliokuwa kwake ni kumvika baba yake.
kilichokuwa wajibu ni kumvika baba yake na si kumvika baba mkwe wala si kumvika mama mkwe. Wajibu kwake yeye ni kutoa mahari, na mahari inatakiwa hiyo kiwango kidogo. Lakini nasallallahu salama alafia, kama nilivyosema katika khutba ya kwanza, leo kuozeshana kumekuwa ni biashara. Kumekuwa ni biashara ndugu zangu katika imani, kumekuwa ni biashara. Mnapatana binti kama mnavyopatana gari, mnapatana na binti kama mnavyopatana nyumba, yani inakuwa kama vile ni bai'u wa shira. Ndugu zangu katika imani, mahari sio biashara. Mahari sio biashara Waislamu. Mahari ni kitu kidogo ambacho binti anatakiwa apewe, ambacho kitu hichi kinahalalisha tendo la ndoa, kinahalalisha mwanamume kufanya tendo la ndoa na mwanamke huyu. Ni sehemu kidogo sana katika mahari. Ndio maana Qur'ani imeitwa ni sadaqa, ni sadaka. Lakini leo ndugu zangu katika imani, ma'al asaf shadid, hakuna rahma. Inawezekana kijana kwenda na vijipesa vyake akatupiwa navyo mkononi, akasema pesa hizi huwezi kuoa kwa binti yetu, pesa hizi huoe kwa binti yetu. Ndugu zangu katika imani, baba una nafasi ya kumnasihi binti yako, baba una nafasi ya kumnasihi binti yako aweze kushusha mahari na amfanyie wepesi kijana anayekuja kuoa. Kwani ndugu zangu katika imani, jambo la kuoana faida haipo kwa mume tu, bali faida narudi kwa binti. Binti anahifadhika kwa kuolewa. Stara ya mwanamke ni ndoa ndugu zangu katika imani. Mwanamke hana stara yoyote isipokuwa stara yote kubwa ni awe amehifadhiwa katika ndoa, awe kaolewa. Hii ndio stara iliyokuwa kubwa na ni kheri iliyokuwa kubwa ndugu zangu katika imani, kwa sababu jamii iliyokuwa bora kama tulivyosema, jamii iliyokuwa sahihi ni jamii ambayo imejengeka katika misingi ya ndoa. Jamii iliyokuwa sahihi ni jamii iliyojengeka katika misingi ya ndoa iliyokuwa sahihi. Hii ndio jamii iliyokuwa sahihi. Ama auladu zina, ama watoto wa zina, ndugu zangu katika imani, huu ni mushkila adhima, ni tatizo kubwa ndugu zangu katika imani. Ukitafuta machokola, ukitafuta watoto wa mitaani, ni watoto waliozaliwa nje za ndoa, kwa sababu hawa wanakosa usimamizi uliokuwa sahihi. Kwa ndoa ni jambo adhimu. Ndoa ndio msingi wa dini. Dini imesimamia ndoa, ndoa ndio inasimamisha dini. Bila kupatikana ndoa sahihi hakuna dini ndugu zangu katika imani. Kizazi sahihi na kizazi bora kinapatikana katika ndoa iliyokuwa sahihi, na watu waozeshane inavyotakiwa, watu wasiozeshane kidunia. Ndugu zangu katika imani, katika moja ya masikitiko, wenye kuozesha wanapigia mahari, wanapigia ile mahari kwamba ile mahari ndiyo iziendeshe sherehe, wanapigia mahesabu ile mahari ndiyo inunue vyombo vya mwanamke kwenda kwa mume wake. Aliyesema mwanamke ana uwajibu wa kununua vyombo ni nani? Aliyesema mwanamke ana uwajibu wa kununua vyombo katika ndoa ni nani? Bali wajibu wa kununua vyombo ni kwa mwanamume, kama ilivyokuwa mwanamume ana uwajibu wa kumlisha, ana uwajibu wa kumvisha, basi lazima awe na uwajibu wa kununua vyombo ambavyo mke wake atapikia. Lakini leo kumekuwa ada mbaya, ada chafu, kwamba mwanamke akienda kuolewa lazima aende na vyombo. Hii ni bid'a, ni uzushi ulioanzishwa katika dini, ni ada ambayo mbaya ndugu zangu katika imani. Na ada hii imepelekea ila mughalati almuhur, imepelekea mahari kupanda. Na miongoni mwa sababu za mahari kupanda ni at-taqlid al-ama, ni kuiga kwa upofu, kuiga kwa ujinga. Eti kwa sababu umesikia binti wa fulani kaolewa mahari kadhaa, basi na mimi binti yangu lazima olewe mahari kadhaa. Huu ni ujinga ndugu zangu katika imani. Bali anayetakiwa kuigwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayetakiwa kuigwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, Mtume alioa kwa mahari kubwa? Je, Mtume aliozesha kwa mahari kubwa? Basi tunaona ikiwa Mtume kaoa kwa mahari kubwa, na sisi tumuige bwana Mtume. Na ikiwa Mtume alioa kwa mahari ndogo, na sisi tumuige bwana Mtume. Na ikiwa Mtume aliozesha kwa mahari kubwa, tumuige bwana Mtume. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwa nyinyi kwa Mtume kuwa ni kiigizo kilichokuwa bora. Kwa muigize bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu wa kumuiga ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sio kama fulani au alani, kama kwa sababu binti wa fulani aliolewa milioni 3, afu mimi binti yangu aonekana anaolewa kwa 1.5. Hii ni fedheha. Mwingine anakwambia binti wangu nimemlea kwa taabu, binti yangu nimemlea kwa shida, kana kwamba unaozesha kwa kulipiza kisasi, unaozesha kwa kulipiza kisasi. Lakini kiakili ndugu zangu katika imani,
hata upige hesabu vipi, hawezi huyu mwenye kuoa kulipa huduma zote ulizomhudumia binti tangu mtoto mpaka anakuwa, hawezi. Kwa mtu asichukulie tathmini kwamba mwanangu nimemsomesha kwa mahari kubwa, nimemsomesha mashule makubwa, alafu uje niletee mahali 200,000 haiwezekani. Huu ni ujinga na ni taklidi al-kuffar, ni kuwaiga makafiri. Ndugu zangu katika imani, ni kuwaiga makafiri. Waislamu tuna utaratibu wetu ambao kiongozi wetu wa kumfuata ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ukamkuta binti kafika chuo kikuu, baba yake atapiga tathmini kuanzia darasa la kwanza mpaka alipofika form 4, mpaka alipofika form 5, mpaka alipofika form 6, mpaka alipomaliza chuo kikuu, anapiga tathmini ya pesa zake, anakuambia siwezi kumwozesha binti yangu kwa mahari ndogo, kwa sababu binti yangu amenisumbua nimegharamika sana kulipa mahali. Kana kwamba unamkomoa huyo anayekuja kuoa, kana kwamba unalipiza kisasi huyo anayekuja kuoa. Ndugu zangu katika imani, kimalizia, katika moja ya madhara ya mughalatul muhur ni pale ambapo utakapokuwa umemwozesha mwanaume asiyokuwa sahihi, pale ambapo imetokea ukamwozesha mwanamume asiyokuwa sahihi na binti yako akahitaji kujikhulu, akahitaji kujivua katika ndoa, na wewe ndio ushachukua milioni 3. Ndugu zangu katika imani, ulishachukua milioni 2, binti anaambiwa rejesha mahali ulijikhulu, na ile mahari ishasambazwa, vilishafunuliwa vyombo, ndugu walishachukua, binti hana hata shilimia, baba hauna shilimia. Binti ataishi katika mateso, binti ataishi katika udhalili, kwa sababu hana uwezo wa kurejesha kile ambacho alichopewa katika mahari yake. Hii pia ni katika mafsadi adhim ya mughalat al-muhur. Watu hili jambo wanaliangalia, ndugu zangu imani, wanaliangalia kwa umakini sana. Ndugu zangu imani, hakuna aliyetajirika kwa mahari, hakuna aliyetajirika kwa kuozesha mahari nyingi. Ndugu zangu imani, hii ni taklidi al-kuffar. Jambo hili ni kuwaiga makafiri, hii ni kuchukua manhaji ya makufari. Ikiwa mtume wetu ameoa kwa mahari ndogo, ikiwa mtume wetu ameozesha kwa mahari ndogo, vipi leo jamii inafuata manhaji al-kuffar? Na mtume alisema la tatabi'una sunana man kana qablakum, mtafuata na nyenendo za wale waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, mpaka wakiingia kwenye shimo la kenga na nyinyi mtaingia. Kwa masala ya mughalatul muhur ni taklidi al-kuffar, mambo ya kuiga makafiri. Na baadhi ya duat ad-dulal, baadhi ya walinganizi waliopotea wanasema hakuna ubaya, binti lazima binti ataje mahari anazotaka. Hii ndio ulikuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndio ilikuwa manhaji nubuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyoozesha. Nasallallahu salama wal afia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kurahisisha nafsi za Waislamu ziweze kukunjuka, warahisishie vijana waweze kuoa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki Allahumma anta khairu man zakkaha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa aqimis salat.